Hujambo mpendwa msikilizaji, na nikukaribisha kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili, ikiwa ni mwanzo wa wiki Jumatatu Juni 3, 2024. Hii ni Radio Peace FM, sauti ya vijana, ukurasa wa Kiswahili. Unatusikiliza kupitia mitandao ya kijamii Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook. Tusikilize live kwenye internet ni www.radiopeacefm.com. Kabla ya taarifa hii, hapa ni habari tulioipa uzito wiki hii. Ni hali ya wakimbizi Warundi waishio nchini Tanzania katika kambi ya Nduta. Wakimbizi hao walamikia tabia ya kiongozi wa kikosi cha sungusungu kambini ya kuchangia pakubwa kunyanyasa haki ya wakimbizi, lakini pia wakimbizi ndani ya kambi hiyo ya Nduta pia wadai kutumikishwa kazi ngumu kama watumwa nchini Misri, ishara tosha ya kuwafukuza. Na katika habari hii tutasikiliza maoni ya muungano wa vyama vya kisiasa kuhusu hali ya ukiukwaji huyo wa haki za binadamu dhidi ya wakimbizi unaofanywa na wawakilishi wa serikali ya Tanzania katika kambi ya Nduta. Kuna hayo na mengine mengi. Jiunge na mtangazaji wako Emidom Irabaruta katika undani wa taarifa hii. Karibu. Na hivi sasa ni habari kamili. Huko Nduta, wakimbizi Warundi ndani ya kambi ya Nduta nchini Tanzania walamikia tabia ya kiongozi wa kikosi cha ulinzi wa kambi sungusungu ya kuchangia pakubwa katika unyanyasaji wa haki za kibinadamu, huku akiomba wahusika kuondoa kiongozi huyo nafasi yake kabla ya hali haijawa mbaya zaidi. Ni ripoti yake Vyato Haragira Mungu. Kama wanavyoeleza wakimbizi katika kambi hiyo, wataja kuwa kiongozi huyo kikosi cha sungusungu katika kambi ya Nduta amekuwa kikwazo kikubwa kwa wakimbizi kwa kunyanyasa haki ya wakimbizi huko Tanzania, anayejulikana kama Claude Nkeshimana akishirikiana na Octavia Rutayega, wamoja wapo wa wasungusungu anayewakilisha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Tanzania, watu hao wawili tumia vitendo vya kuwanyanyasa wenzao kufuatia nguvu walizonazo katika kambi hiyo kwa kutengeneza kesi kwa yoyote wanayeona kuwa ana pesa, huku wakimuweka gerezani ili mradi wapate pesa. Lakini pia wanatumia bodaboda ya kazi kwa kubebea mizigo ya biashara, wanavyoibia wakimbizi kwa mdai kuwa wanafanya biashara kinyume na sheria au kimagendo, maana ufanyaji biashara wowote umepingwa marufuku katika kambi hiyo. Kulingana na duru zetu, Octavia Rutayega alielekea huko Tanzania kabla ya mwaka 2017 kwa kutafuta ajira, ili baadaye akapewa uraia wa Tanzania kama Mtanzania na mwenzake. Huko tukiendelea kutafuta asili yao, wakimbizi wa kambi hiyo ya Nduta wameiomba serikali ya Tanzania pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa ACR kushughulikia watu hao wawili katika kambi hiyo, kwa maana wanatumia ubavu kwa kunyanyasa haki ya wakimbizi. Ni wakumbushe kwamba wakimbizi 111,747 ndiyo wanayoasilia nchini humo kama wakimbizi tangu mwaka 2015. Maelfu ya wakimbizi waliokimbia kufuatia muhula wa 3 wa hayati Peter Nkurunziza. Nampema sana Vyata Haragira Mungu. Vyama vya kisiasa na wanasiasa nchini Burundi wanasema kuwa unyanyasaji pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanyika dhidi ya wakimbizi wa Burundi nchini Tanzania vinajumuisha uonevu unaotokea wakati wanaporejeshwa makwao. Fiba Karangwa anaisoma ripoti kama ifuatavyo.
Chama hicho cha kisiasa kwa wanasiasa nchini Burundi wanasema kuwa unyanyasaji pamoja ukiukwaji kwa haki za binadamu unaofanyika dhidi ya wakimbizi wa Warundi nchini Tanzania vinajumisha uonevu utokea wakati wanapokejeshwa makwao. Kwa mujibu wake Shovino Mugwengezo, kiongozi wa chama cha kisiasa UPD Zigamibanga, pia katibu mtendaji wa muungano wa vyama vya wanasiasa dhidi ya utetezi wa mkataba wa Arusha Sifur kwa ufupi, unasema kuwa ingekuwa vema kurudishwa makwao kwa amani, sio kurudishwa na baadaye wawindwe. Tumeweza kuwa tukikemea tabia za utawala wa Tanzania katika ushirikiano wake ambao wakutia huzuni sana na utawala wa Burundi. Kwa hiyo Tanzania ingetembelea katika nyayo za Nyerere, Mheshimiwa Nyerere marehemu, nadhani kwamba haingekuwa na shida katika kuvumilia wakimbizi, katika chukulia wakimbizi kama watu wenye haki fulani kulingana na sheria za kimataifa ambazo zinampa mkimbizi fursa, zinampa mkimbizi haki ili kuweza kuhakikisha kwamba usalama wake umetekelezwa. Kwa hiyo uhusiano huu uko baina ya Burundi na Tanzania umepelekea Burundi kuelemea sana na kushawishi serikali ya Tanzania ili kuweza kunyanyasa wakimbizi ambao wako pale kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ingekuwa tu basi wakimbizi wanaporejea Burundi wanaweza kushikwa vizuri, usalama wao ukatekelezwa na vyao vikaweza pia kurejeshwa, hii haingekuwa matatizo. Lakini wakimbizi wa Burundi wanaporudi Burundi mara kwa mara katika mfumo wa kuweza kurejesha Warundi wakimbizi katika Burundi, sio kwamba imekimbia ikupe wewe sababu ya kuweza kuvamia vyake. Shovino anaomba serikali ya Tanzania kuzingatia ulinzi wa wakimbizi, kwani hata wanaporudishwa makwao hujiko katika hatari. Tunaomba Tanzania iweze kujirudi, wakimbizi waweze kubaki Tanzania mpaka siku nchi yetu itakuwa ni nchi inaweza kutekeleza haki za binadamu, mpaka siku nchi yetu inaweza kujirudi na kuandaa mazingira bora ili hao wakimbizi waweze kurejea katika taifa lao. Tanzania nayo mimi nadhani kwamba sio kwamba Tanzania imekuwa na watu wengi, raia wengi kiasi kwamba wameweza kutawanyika nchi nzima. Tanzania ina sehemu nyingi ambazo hamna watu, sehemu nyingi ambazo hamna vijiji. Ni nchi kubwa tu kiasi kwamba waache kushawishika ili wakimbizi waweze kuhakikisha kwamba wako katika nchi ambayo inatekeleza haki zao, haiharibu mashamba yao, haifungi masomo ya watoto zao, haisambaratishi au kupora vitu ambavyo ndio vimekuwa vikiwa chanzo au vimekuwa vikifanya wakimbizi wa Burundi wanaishi katika bidhaa zao ambazo unakutana wengi wako sokoni wanajihusisha na bidhaa zao ili kuweza kuhakikisha kwamba hiyo siku wataweza angalau kula kupata mlo au kesho mara mbili kupata mlo. Waachane na hizi hali. Tanzania nchi kubwa sana, na kwa muda mrefu ilikuwa ni nchi ambayo ilitekeleza haki za binadamu, na ndio maana toka miaka hiyo Tanzania iliweza kuwa ni nchi nzuri ambayo haikuweza kuwa na utatanishi ili kuweza kupokea wakimbizi wa nchi zingine katika taifa lake. Tuwakumbushe kuwa wakimbizi Warundi walianza kukimbilia katika nchi Tanzania baada ya kuripotiwa vurugu ya vyama vya kisiasa kufuatia kutangazwa kwa muhula watatu wa hayati Pierre Nkurunziza, ambao kifuatiwa na maandano makubwa, mauaji huku marefu ya Warundi wakihama makazi yao na kukimbilia nchini Tanzania. Tangu mwaka 2015 hadi sasa nchi ya Tanzania inaongoza katika nchi zenye wakimbizi wengi barani Afrika. Vema sana Jay. Hata hivyo, mashirika ya kiraia nchini Burundi wanalahani vikali matukio kama na hayo ya ukiukwaji wa haki za binadamu wanavyotendewa wakimbizi wa Burundi waliopo nchini Tanzania, kama alivyosema Leonce Niongabo, wakilishi wa shirika la kiraia
katika tangazo lililowekwa wazi na mashirika hayo. Mnamo tarehe 28 mwezi Mei, mashirika 18 ya kiraia kutoka nchini Burundi tulitoa tangazo ambamo tulitaka jamii ya kimataifa kujua hatari inayowakabili wakimbizi wa Burundi wapatikanao nchini Tanzania katika makambi ya wakimbizi mbalimbali. Tangazo hilo tulikemea vitendo viovu vya ukiukwaji haki za kibinadamu vinavyoendeshwa dhidi ya wakimbizi wa Burundi, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kimabavu, ikiwa ni pamoja na kuuawa, kubakwa kwa wanawake, kuvunjiwa majumba, kukatazwa kufanya biashara mbalimbali, kukatazwa kufuga, ikiwa ni pamoja pia na kukatazwa kazi zozote za kilimo. Ni kama kwamba serikali ya Tanzania iliona kuwa ili kuwashinikiza Warundi kurejea nchini kwao ni lazima kufungwe mashule na kufungwe pia vituo vya afya. Vitu hivyo vilitendeka, na sasa hivi vituo ambavyo vimebaki vikitumika ni vichache mno. Kwa hiyo mashirika ya kiraia hatukuridhishwa hata kidogo na tangazo la 22 Mei la UNHCR ambapo ilikuwa ikituliza wakimbizi kana kwamba hawatafukuzwa kutoka nchini Tanzania. Kwa hiyo mashirika hayo tuliomba serikali ya Tanzania kukomesha mara moja vitendo hivyo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu vinavyoendeshwa dhidi ya wakimbizi wa Burundi. Hivyo mashirika hayo ya kiraia inaomba shirika HCR kushughulikia matatizo hayo, lakini pia ikiwa ni Tanzania inashindwa kutekeleza majukumu ya vipengele vya Umoja wa Mataifa husika na ulinzi wa haki za mkimbizi, HCR ichukue jukumu la kuhamisha wakimbizi hao sehemu salama. Tunaomba UNHCR ambayo ina mamlaka ya kuwalinda wakimbizi iheshimishe kazi zao. Ina mamlaka, ina jukumu la kuwalinda wakimbizi, na tunaomba iwe kwa wakimbizi wote, wakiwemo wakimbizi kutoka Burundi ambao sasa hivi wanakabiliwa kufukuzwa kwa kimabavu na serikali ya Tanzania. Tunaomba pia UNHCR ihakikishe kuwa ikiwa Tanzania itashindwa kukidhi mahitaji ya wakimbizi hao, kuwalindia usalama wao, basi iwatafutie nchi nyingine ambayo itakubali kuwapokea. Kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaomba itumie mamlaka iliyonayo ili kuikataza serikali ya Burundi kuendelea na vitendo vyake vya kuwanyanyasa wakimbizi. Kwa Umoja wa Afrika tunaomba iombe serikali ya Tanzania pia iheshimishe mikataba ambayo ilisaini, ikiwa ni pamoja na kuwalindia usalama wakimbizi na watu ambao walihama maskani yao kama ilivyosainiwa katika mkataba wa Kampala. Ama kwa jamii ya kimataifa tunaiomba isaidie pia kuhimiza serikali ya Tanzania na ile ya Burundi wasiendelee kuwanyanyasa wakimbizi wa Burundi, badala yake wawalindie usalama kama wanavyofanyiwa wakimbizi wengine. Ama kwa mashirika yanayotoa misaada ya kiutu tunaomba yaendelee kusaidia, akichunguza kwa makini zaidi vitendo vya unyanyasaji vinavyoendeshwa dhidi ya wakimbizi wa Burundi, na pia waendelee kuwatolea misaada. Na kwa vyombo vya habari vya Burundi tunaviomba viendelee kutangaza na kuchunguza hali halisi ya maisha ya wakimbizi wa Burundi ambao wako nchini Tanzania. Tuwakumbushe kuwa kazi zote za kawaida zinazosaidia mkimbizi kuishi kama biashara ndogo ndogo, kilimo, zimefungwa katika kambi hiyo ya Nduta kwa kushinikiza wakimbizi kurejea makwao kwa nguvu. Bado tukiwa katika nchi ya Tanzania, katika ukurasa huyo wakimbizi, tuangazie mfumo mpya wa kuwafukuza wakimbizi kupitia kazi ngumu za kila siku kama watumwa, ikiwa ni kupasua mawe, kupakia ndani ya gari, huku wengine kupelekwa kwenye kilima kwa kufyeka misitu na mapori. Mwandishi wetu Mtula Kilonzo kutoka Tanzania
anaisoma ripoti kama ifuatavyo. Kazi hizo za utumwa bila kupewa riziki ya kutosha zimewafanya wakimbizi hao Warundi kuishi kwa majonzi makubwa kama wana wa Israeli nchini Misri. Hayo yanajiri kufuatia tangazo lililotolewa naye mfanyakazi katika ofisi za Bwana Makazi Octavia Lutayega na kuamuru wakimbizi wote kuhamasika kwa kazi ya umma kama salongo mwishoni mwa wiki iliyopita. Kazi ambazo kwa kawaida hufanyika siku moja tu kwa wiki, ila wakimbizi walipigwa na butwaa baada ya kujikuta kwenye vilima kupasua mawe, kupaki beni, huku wengine wakipelekwa eneo nyingine la kupakua kwa siku 4 mfululizo bila kupumzika, wakipata chakula kwa bahati nasibu bila malipo yoyote. Lakini pia wakimbizi wengine wakiwa wakipelekwa kwenye misitu kufyeka mapori. Kwa mujibu wa wakimbizi wa Warundi huko Nduta, wanadai kuwa kazi hizo za utumwa walizofanyiwa kama Misri na wawakilishi wa serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Octavia Lutayega kwa ushirikiano na kiongozi wa sungusungu ni ishara tosha kuwa ni mpango wa kuwafukuza kurudi nchini Burundi kwa nguvu. Maana kila anayekataa na yule anayehudhuria kazi hizo hulazimika kuorodheshwa kwenye buku ya kiongozi wa mtaa. Wakimbizi hao wanaomba serikali ya Tanzania Mashariki na mashirika yanayotetea haki ya wakimbizi pamoja na shirika la kimataifa husika la wakimbizi la HCR kuwaondoa katika utumwa huo ambao unakuja kuongeza ukatili mwingi ambao umekuwa ukiwalenga kwa muda mrefu. Wakumbushe kuwa mwanzoni mwa wiki iliyopita wakimbizi zaidi ya 170 waliokuwa wakiomba ukimbizi katika nchi walirudisha makwao bila hiari. Ni Mtula Kilonzo kutoka kambini Nduta, Tanzania, kwa niaba ya Radio Peace FM, sauti ya vijana. Na mvema sana Mtula Kilonza kutoka huko Tanzania. Matumaini yangu ni kwamba ni hapo ambapo tutafikia mwisho mwa kipindi cha habari katika lugha ya Kiswahili kupitia Radio Peace FM, sauti ya vijana, ambapo tumeangazia hali ya mkimbizi nchini Tanzania. Matangazo haya yamesomwa nami Emidom Saho Ilabaruta. Hapo sina la ziada, tukutane tena, kwa herini.